Habari za wakati huu ndugu mwanafunzi wa kidato cha kwanza. TESEA app inakukaribisha katika somo la Kiswahili. Ndugu mwanafunzi, leo tutazungumzia kuhusu fasihi kwa ujumla. Ulipokuwa shule ya msingi, uliwahi kutumia baadhi ya vipengele vya fasihi, lakini hukujua kama ni fasihi kwa ujumla ama pengine ulijua tu labda ni somo la kawaida. Lakini huku sekondari tuna somo hili ambalo linajitegemea, fasihi. Fasihi ni nini? Kabla sijaeleza maana ya fasihi, jaribu kufikiria ukiwa nyumbani ama mahali popote. Unasoma hadithi, unatazama michezo ya kuigiza, vichekesho mbalimbali, vitu vyote vinavyovitazama ndio viko ndani ya fasihi. Kwa hiyo fasihi kama fasihi ni somo ambalo ni zuri sana, ambalo utalifurahia na utajikuta ukishiriki mara kwa mara katika shughuli hizi, kwa sababu sehemu kubwa ya maisha tunayoishi, iwe ni katika kutazama runinga, kusoma vitabu, kusikiliza hadithi, michezo mbalimbali, yote ni fasihi. Kwa kawaida, kama ni matangazo ya kwenye runinga kwa siku nzima, ukiacha matangazo ya mpira, pengine taarifa ya habari na matangazo ya vifo, sehemu kubwa inayobaki ni fasihi. Kwa sababu hata muziki unaosikiliza na wimbo na wasanii mbalimbali ni kazi ya fasihi. Sasa tuanze kwa kuangalia maana hasa ya fasihi. Kama nilivyoeleza hapa, nilisema fasihi ni nini? Fasihi ni kazi ya sanaa ambayo huwasilishwa kwa kutumia maneno. Tunaposema sanaa, sanaa ni dhana pana sana. Lakini kwa mujibu wa kipindi hiki, tajaribu kueleza kwa kifupi sana ili wewe unayesikiliza na kutazama kipindi hiki uweze kupata faida kubwa kutokana na kipindi hiki. Fasihi ni maelezo ya kisanaa yanayotumia lugha ama maneno kufikisha ujumbe uliokusudiwa kwa hadhira. Kwa maneno mengine tunaweza kusema fasihi ni kazi ya sanaa inayotumia maneno ili kufikisha ujumbe kwa hadhira. Hii ndio maana fupi sana ya fasihi. Nadhani ukiangalia kwenye kamusi utakuta maana ndefu au maana kubwa zaidi kuliko hii, lakini kwa kiwango cha kwako wewe basi uzingatie fasihi hizi, kwa sababu zinatosha kuweza kukupa picha halisi ya maana ya fasihi. Sasa tumeeleza kwamba ni maelezo ya kisanaa. Sanaa ni nini? Ulipokuwa shule ya msingi umejifunza sanaa, kazi za sanaa ama stadi za kazi, ama wengine kuita sanaa na ufundi. Sasa sanaa ni ufundi ama ustadi ama ujuzi wa kuwasilisha mawazo yaliyo katika fikra za msanii. Hapa kuna msamiati, kuna msanii, kuna hadhira. Hadhira ni nani? Hadhira ni huyu anayesikiliza kazi ya fasihi. Na huyu msanii ndiye anayetunga ama kuwasilisha kazi yake kwa hadhira. Unaposikiliza wimbo, huyu aliyeutunga wimbo tunaita msanii. Na wewe unayesikiliza ule wimbo ama unayetazama mchezo wa kuigiza ndio tunayekuita hadhira. Kwa hiyo sanaa ni ufundi wa kuwasilisha mawazo yaliyo ndani ya huyu. Msanii huwa anakuwa na kitu anachotaka kimfikie huyu anayesikiliza au anayepokea ujumbe wake. Sasa hii kile ambacho anataka sisi tukipate tunakiita mawazo, ambayo sasa yatakuwa yamejumuisha na vitu mbalimbali ndani yake. Sanaa ni neno pana. Sanaa ina vitu vingi. Na kama nilivyoeleza, fasihi ni sanaa kwa sababu, kwa nini fasihi ni sanaa? Fasihi ni sanaa kwa sababu hutumia lugha ya kisanaa katika kufikisha ujumbe uliokusudiwa. Tutakuja kuangalia lugha ya kisanaa ni ipi. Fasihi ni tawi mojawapo la sanaa. Sanaa ina matawi mengi sana. Hapa nimeorodhesha matawi 10 tu kwa ajili ya kujifunzia. Yawezekana yakawa mengi zaidi ya haya, na pengine utakuwa umeshasoma au umesoma kwenye vitabu mbalimbali, lakini kwa kiwango cha hapa nitatumia mfano tu wa matawi 10 ambayo yameorodheshwa hapa. Hii ndio sanaa na haya ndio matawi yake. Tawi moja hapo ni uchoraji, kuna uchongaji, kuna ufinyanzi, kuna maonesho, kuna muziki, kuna ususi, utaris, uhunzi, fasihi, ufumaji na uchoraji. Hayo ukiyajumlisha yote unapata matawi yanakuwa 10. Uchoraji sio kitu kigeni kwako. Wengi ni wachoraji pale mlipo.
Na mnaona tunapita mtaani watu wamechora mabango, wamechora picha za viongozi. Hiyo ni sanaa. Aweze mtu akafikiria kitu, akachora kitu unachokiona. Ukienda kwenye vikaragosi tunachoji watu maarufu kama Masudi ni mchoraji mzuri sana. Anachora vibonzo, lakini vibonzo hivi vinakuwa na ubunifu fulani, vinabeba ujumbe fulani. Hiyo ni sanaa. Kwa hiyo inajitosheleza kwa sababu lengo ni kufikisha ujumbe. Kwenye ufumaji watu wanafuma vitambaa, wanafuma vikapu, vinafumwa katika utaratibu ambapo vinaweza kabeba ujumbe fulani ama taarifa fulani tukaipate sisi tunaotazama. Kwenye uchongaji tunao makonde wanaochonga vinyago. Vinyago vinaweza vikachongwa katika maumbo mbalimbali na maumbo haya yakawasilisha kitu fulani. Kwa mfano unaweza kuona kinyago kimechora watu wengi, hiki kitawakilisha pengine mshikamano na umoja, ama ukatoka kinyago ambacho kina umbo la kuchekesha, hapo utapata burudani fulani, lakini na taarifa utaipata ambayo imebebwa na ujumbe ule. Kwenye ufinyanzi watu wanafinyanga viungu, vitu mbalimbali, nao ni sanaa. Kwenye maonesho ni nini? Ukienda mfano Dar es Salaam hapa Posta, utakuta kuna mabango yanaandikwa maonesho ya utamaduni wa Syria. Syrian exhibition kwa Kiingereza wanasema namna hiyo. Ni nini? Wanaonesha shughuli mbalimbali zinazofanyika. Yaweza kawa tamaduni zao. Kwa hiyo nao inaingia ni fasihi kwa sababu maonesho haya yanafanywa katika ubunifu na yanafikisha ujumbe fulani ambao umekusudiwa. Muziki tunafahamu. Pengine mzaweza akachanganya au kashangaa akasema sasa muziki tena sio fasihi. Mbona tunaona muziki? Tunapozungumzia muziki tunazungumzia mdundo, mapigo fulani. Mdundo unaweza kupiga chombo fulani kapigwa katika mdundo fulani. Mdundo huu kadri unavyopigwa ukatoa taarifa mbalimbali. Inaweza kupigwa mdundo wa kuonesha huzuni, tukajua kama kuna msiba, ama ukapigwa mdundo kwa mapigo fulani kuonesha tukio lisilo la kawaida. Kwa hiyo muziki nao ni kazi ya sanaa. Ususi watu wanasuka nywele, wanasuka ukili, wanasuka vikapu na vitu mbalimbali vinavyoweza kusukwa katika style au mitindo mbalimbali, tunapata ujumbe wake. Utarizi yaweza kama mtu akashangaa akasema kwa nini ingia kwenye sanaa? Yako mavazi ambayo yanakuwa yametariziwa. Tumeweza kusema yamedariziwa, lakini kwa neno sahihi ni kutarizi. Basi nao ni sanaa. Kwa sababu wanaweka pengine choro mbalimbali kwenye vazi, kwenye koti, kwenye gauni, basi ikaibua kitu fulani ambacho msanii amekusudia sisi tunaopata ujumbe ule tukipate. Uhunzi. Kwenye historia somo hili la uhunzi imeshajifunza ambako babu zetu walikuwa wakitumia mifuo kutengeneza silaha, kwa mfano majembe, mapanga, mashoka na vitu mbalimbali. Sasa uhunzi nao ni sanaa kwa sababu mtu anaweza kufua kitu akatengeneza. Sanamu zinatengenezwa sanamu za chuma zinatengenezwa kwa kupitia uhunzi. Kwamba chuma kinachemshwa, kinapondwa ili kiweze kutoa umbo fulani ambalo huyu msanii amekusudia liwafikie hadhira wake. Na mwisho kuna fasihi ambapo sasa ndio somo letu la leo. Matawi mengine ya sanaa tunayaoleza tu ili iweze kulinganisha na fasihi. Kwa maana kwamba yote ni matawi ya sanaa, lakini kila moja lina namna yake ya kuliwasilisha. Kwa mfano, ukitaka kuwasilisha uchoraji, utahitaji kuwa na kalamu, utahitaji kuwa na karatasi, utahitaji kuwa na wino wakati mwingine, penseli, kifutio ili uweze kuchora. Uchongaji ukihitaji kuwasilisha kwa hadhira, utahitaji kuwa na gogo, pengine nyundo, msumeno, randa, msasa ule wa kukwangulia gogo liwe laini, na uweze pia kupaka rangi. Hizo zote ni nyenzo za kulielezea umbo hili. Lakini fasihi, kwenye fasihi unahitaji maneno tu. Kwa hiyo utaona kwamba katika matawi ya sanaa, tawi pekee ambalo linajitofautisha na matawi mengine ni fasihi. Na sababu ni moja tu. Wakati matawi mengine huhitaji nyenzo nyingi au nyenzo mbalimbali ili kuweza kujikamilisha, fasihi yenyewe inahitaji maneno tu. Maneno peke yake ndiyo yanayoweza kukamilisha umbo hili. Kama hivyo hapa maelezo nimetaja kwamba kila umbo la sanaa lina nyenzo zake za kulielezea, na umbo lilo tofauti na mengine ni fasihi.
kwa sababu inatumia nyenzo ya maneno, wakati maumbo mengine yanakuwa na dhana mbalimbali. Kwa mfano, ukiongezea kwenye ufinyanzi, utahitaji udongo, utahitaji maji, utahitaji pengine nyundo ya kuponda udongo uweze kulainika ili uweze kufanya ufinyanzi wako. Sasa ndugu mwanafunzi, waweza kujiuliza kwa nini tunasoma fasihi au kwa nini tunafundisha fasihi? Je, kusoma fasihi ni kupoteza wakati? Swala la msingi hapa watapaswa kukumbuka, fasihi kama nilivyosema ni maelezo ya kisanaa yanayotumia maneno ili kuakisi yanayotokea katika jamii. Katika baadhi ya vitabu waandishi wamekuandikia fasihi ni kioo. Fasihi ni kioo na monzi wa maisha. Najua kila mmoja anajua kioo ni nini. Pengine nyumba unayoishi na vioo vyake ni vya madirisha, madirisha nimeweka vioo. Halafu au kuna meza kubwa ama kabati ambayo na kioo, ukitazama pale unajiona. Ama kwa vyote vile, ama kile kioo kidogo unachotumia unapochana nywele unakitumia. Sasa ukiweka kioo mbele yako pale, utakachokiona utaona sura yako. Fasihi nayo huwa ni tunasema ni kioo, kwa maana huwa inaimulika jamii. Kwa hiyo msanii anapotaka kutunga wimbo ama kutunga hadithi ama kutunga igizo, huwa anatazama yanayotokea kwenye jamii yake, halafu anatunga mchezo. Kama kwenye jamii kuna kiongozi pengine si mwadilifu, anapenda rushwa, basi na yeye kwenye kazi yake anatafuta kisa, atamweka mhusika wake, achukue tabia za huyo kiongozi yeye pale, ampachike huyu, ili huyu aweze kuiga tabia na matendo ya huyu kiongozi tuliokuwa naye. Ndio maana ya ukioo wa fasihi, kwa sababu fasihi haitokani na vitu vingine. Fasihi inatokana na jamii ya watu, na pasipo jamii ya watu hakuna fasihi. Kwa maana mambo yote yanayoigizwa yako kwenye jamii. Kwa maana huyu msanii ni zao la jamii. Kama yeye ametokana na wakulima, basi katika kazi yake ataingiza au ataonesha ukulima na faida zake au na ugumu wake, kwa sababu ni sehemu ya hiyo jamii. Ndio maana nasema msanii yoyote ni zao la jamii. Kwa yote anayoandika ni yale ambayo yanatoka kwenye jamii yake, na ndio maana tunamuita tunasema kwamba msanii ni tunda ama ni zao la jamii anakotokea, kwamba kila anachokiandika na yeye anakijua. Sasa fasihi nayo ndio maana inaitwa fasihi ni kioo. Fasihi ni kioo kwa sababu kazi yake inaakisi yanayotokea kwenye jamii. Hivi ndio tunavyokuwa tunapata mambo haya. Kwa hiyo fasihi kama fasihi ina umuhimu mkubwa sana. Ni vigumu sana kuweza kuona mambo yanayotokea katika jamii ya kila siku kwa kutegemea maisha tunayoishi. Sio rahisi. Lakini fasihi ina uwezo ule. Fasihi kwa nini inaweza? Chukulie mfano, mimi sio Muislamu kwa mfano. Hadhira wangu labda naye sio Mkristo. Lakini kwa kupitia sanaa tunaweza kuyaona yanayotokea ndani ya misikiti na yanayotokea ndani ya kanisa. Kwa maana huyu msanii ataelekeza kamera yake kwenye kanisa. Humu tutaona waumini waliopo na viongozi wao, ama ataelekeza kwenye msikiti tutaona waumini wao na viongozi wao wanaofanya, na sisi tutaweza kuyaona kwamba kumbe yanafanyika haya katika maeneo haya. Huo ndio ukioo wa fasihi. Inatuoneshea. Yaweza pia kamera ikamulika kwenye familia, ikamulika barabarani, ikamulika sokoni, ikamulika ofisini, yote tukaweza kuyaona. Kwa sababu ukipita barabarani huwezi kuona yanayotokea ofisini, sababu mara nyingi ofisi milango inakuwa imefungwa. Wewe kama huumwi huwezi kujua yanayotokea hospitalini. Lakini msanii, kwa sababu yeye ni kioo, ni kamera, aweza kuweka kamera yake pale. Na ndio watu mnajua maana kamera inaweza kuwa CCTV imeweka pale, kila kinachofanyika kuonekana. Na fasihi ndio kazi yake hiyo, kumulika yanayotokea na kutuonesha sisi.